Ni katika sehemu ya nne bwana msikilizaji wangu, simulizi tamu kweli kweli, simulizi nzuri ya kusisimua. Bwana, katika ile sehemu ya tatu tulishapala ambapo tayari Vanessa alikuwa ashafanikiwa kwenda kufanya kazi ambako alikuwa anafanya kazi za ndani. Sasa bwana, kufika kule akawa ameanza kuwatesa wale ambao walimwajiri, anawasumbua kwa namna moja ama nyingine, lakini tulipokuja kuishia ni pale ambapo Vanessa siku hiyo bwana aliwafanyisha usafi wakadeki wakafanyaje, lakini kumbe akajitokeza panya mle ndani. Sasa panya yule Vanessa aliweza kumkamata, lakini yule panya kumbe alitumwa, hatujajua ni kwa lengo gani. Hebu ngoje tuone. Lakini kulipopambazuka ndipo alitokea mwanaume. Sasa Vanessa akawa anawaza kwamba huyu itakuwa ndo mwenye huyu panya ambaye nilimkamata usiku. Bwana, karibu katika sehemu ya nne. Kumbuka huu ni mkasa wa kweli, ni mwanadada anaitwa Vanessa. Yes bwana, karibu katika sehemu ya nne. Basi mlinzi alimuuliza yule baba, tukusaidie nini? Lakini yule baba hakujibu, aliendelea kuiangalia ile nyumba, tena upande wa mlangoni. Mbona nimesikia mtu anagonga alafu kimya? Aliongea mke wa bosi, huku akiamka kwenye sofa na kuchungulia dirishani. Mimi ilibidi nitoke pale, nikaenda zangu chumbani. Nia yangu nikamwangalia yule panya, na kama kuna mabadiliko yoyote niweze kukabiliana nayo. Kweli nikakuta yule panya hayupo, nikatoka fast. Nilijua yule mzee alikuja ndo kamchukua yule panya, lakini nilivyotoka bwana nikawakuta bosi pamoja na mume wake wanaongea huku wanaambiana habari fulani. Na yule baba bwana alikuwepo. Sasa itakuwa ni nani anacheza na akili yangu? Maana mimi nilijua ni wewe mzee, ndio maana nikaja na hasira. Aliongea yule baba huku akinitazama usoni. Yaani unavyoona hata sisi bwana wenyewe tumeamka, wa mwili wote unauma, sijui hata nini kilinikuta usiku, aliongea mume wa bosi. Yule baba alipoona tu akashtuka, aliponiona akashtuka, akataka kusema jambo pale pale, nikamziba mdomo kiuchawi, maana niliona kama anataka kuniribia hivi. Yule mzee akaanza kukoa mfululizo. Hapa naomba niwaambie kitu, kila mtu unayemuona Tanzania, yaani miti kila mtu unaouona Tanzania, yaani achana na ile miti ya kutengeneza ndio ipandwe imwagiliwe maji, hapana. Miti ninayozungumzia mimi ni ile inayojiotea yenyewe. Miti hiyo ni dawa, yaani ni mti wowote unaojiotea, hiyo ni dawa, na ni Mungu ndo katupa binadamu kama zawadi. Sema watu wengi hatujui mti upi unatibu nini na huu unatibu nini. Yule baba alikoa mfululizo, akatoka nje ya geti bila kuaga, akaenda kuchuma majani ya nyasa, akayanyafua na kufasta, kikozi kikakata. Huyu amepatwa na nini huyu kwani? Aliuliza bosi wa kiume huko akaniangalia mimi. Sasa mimi hata sijui, labda ana tatizo la kikozi. Basi bwana, nilimjibu mume wa bosi huku naingia ndani. Chakula cha bosi kiliva, yaani hao wanakula vizuri sana, asikwambie mtu. Asubuhi hiyo ni mchemsho na samaki pamoja na mayai, ndizi za kuchemsha, mayai ya kukaanga, maziwa fresh, mkate, yaani mambo buri buri. We Vanessa, we unashangaa nini? Hebu ndio chukue chakula bwana, chakula ukatenge, aliniambia yule mpishi bwana. Nikwambie hiyo ni kazi yako bwana, mimi kwangu ulikufanya usafi. Wewe unanijibu mimi hivyo?
Yaani umeshazoea mji, si ndio? Na mimi Ndela wala sikumjali. Akaniona na kiburi. Akanisonya pale huku akichukua sinia la mazagazaga akaenda nalo sebreni. Nikajisemea huyu anijui huyu, subiri nimuoneshie show. Anajibizana na mimi. Wakati anakaribia meza nikamfanyia kiuchawi kidogo, akateleza na kuangusha vyakula vya bosi. Pu! Mke wa bosi akakurupuka. Akasema wewe vipi wewe? Bwana, mke wa bosi ni mkali. Yule akaanza kujitetea. Kaamka na kuanza kujipangusa, akawa anashangaa imekuaje? Yaani ameangukaje? Hebu amka mpuzi wewe. Katuandalie chakula kingine. Mimi nasikia njaa bwana. Basi yule akawa anarudi huko anachemea. Sikutaka kuonana naye. Nikaenda zangu chumbani kuna cheka na enjoy na furaha. Nilipoingia tu chumbani kwangu nilikuta hali ya chumba changu imebadilika. Nikahisi pale chumbani kuna watu. Na kweli nikaangalia kwa jicho langu la kichawi, nikamwona yule baba amekuja na wenzake wawili. Wamevaa nguo nyeusi. Hapa nataka kuambia watu kitu. Kila binadamu ana rangi anayoipenda. Yaani utakuta mtu anapenda kuvaa nguo nyeusi lakini hajui ina maana gani, au nguo nyekundu lakini hajui inamaanisha nini. Leo nitawaambia rangi yote unayoipenda, basi rangi hiyo itaendana na tabia yako. Mfano, kama unapenda kuvaa nguo nyeusi, basi tambua rangi hiyo huashiria mambo ya gizani, yaani uchawi, roho mbaya, mambo ya kijini na mashetani. Na ukipenda rangi hiyo, automatically roho yako itakuwa mbaya, yaani utawachukia watu bila sababu, au kujifanya unawapenda watu kumbe unatamani wafe. Na kama ukiona una vitu hivyo, basi unatamani ujue mambo ya gizani yapoje. Na ukiumwa kidogo utaona kama umelogwa. Ukipenda rangi ya pinki, automatically roho yako itakuwa na ya upendo, huruma kwa watu na kuona huzuni kwa watu. Mtu anayeteseka unatamani kusaidia, ila una uwezo. Rangi zipo nyingi msikilizaji, hatuwezi kuzimaliza leo. Wewe ni nani? Nikasema kwani mnataka nini? Nikauliza kwa dharau, maana nilikuwa najua wachawi wa mjini hawana uchawi wa kijijini. Tunataka uondoke kwenye anga yetu. Nikasema je, nisipoondoka? Niliongea lakini wazee wakajibadilisha na kuwa mapaka makubwa. Wakanirukia ili wanipaloe. Na mimi nikajibadilisha na kuwa paka bwana, nikatuna. Tukaanza kugombana mle ndani. Kumbe mke wa bosi bwana aliita mchungaji kutoka kanisa la jirani. Na hapo tunamoishi sio mbali. Na sisi kule chumbani tulikuwa tujue. Tulikuwa tunabishana kwa uchawi. Kuna kitu hapa naomba tujifunze, ni swala la imani. Imani ndio inayomuongoza mwanadamu. Mtu yeyote anapoongozwa na imani, basi jambo hilo huwa, yaani huwa linatendeka, linafanyika. Mfano, kama ndugu yako mlikuwa mnabishana sana, ni mlikuwa mnapendana, na huyo ndugu yako amefariki, chukua kitu alichokuwa anakipenda sana. Mfano, alikuwa anapenda maziwa, au alikuwa anapenda nguo fulani au kinywaji, au hata sigara. Chukua, nenda kwenye kaburi lake, kaa kabisa kwenye kaburi lake, kisha anza kuongea kwa kumsalimia, ukionyesha masikitiko au huzuni kwa kumkosa muda mrefu. Amini utasikia sauti yake na mtaongea vizuri tu, japo yeye ameshakufa. Yeye nafsi yake inaishi kwenye ulimwengu wa giza. Sasa wakati wanaomba, wachawi huwa wanajua kuwa huyu anayeomba ana imani au hana. Na kama huna imani, alafu hapo unapoomba kuna mchawi, kweli huyo mchawi anaweza kukuchezea. Mimi nikatokea kule chumbani nikiwa na umbo la paka mkubwa tu, ili niwavute wale wachawi wengine watoke nje, tupambane nje. Maana niliyofia mle chumbani kwangu, basi bosi anaweza kuizigetu. Asa ile msikilizaji anatoka sebreni, nikaona wamepiga magoti wanaomba. Taratibu nikawazunguka kwa spidi, huku wale wachawi wengine wakinifuata kwa nyuma. Yule sijui ndo mchungaji akaamka fasta, akataka kukimbia. Mimi nikawahi kusimama mlangoni. Wale wachawi wengine wakawa wamesimama waniangalia. Bosi na mumewe wakakurupuka, wakakimbilia chumbani kwao. Sasa hapa nataka kuambia watu, shetani anapenda sana malumbano.
hasa akikutana na mtu wa Mungu. Nishaeleza hapa mwanzo kuwa mchawi yeyote anatumia mapepo. Yule pepo anatoka kwa jini na jini anatumwa na shetani. Yaani wewe ukitaka kuwa mchawi unaingia mkataba na shetani kwamba shetani akupe jini analolipa amri ya kufanyia utakacho, na jini huyo hutengeneza pepo au mapepo ambayo utembea nayo, ambayo mchawi hutembea nayo. Sasa mchawi akitaka kukuloga anakuja na hilo pepo, anakuachia usumbuke nalo, na ndio maana ukienda kwa kuombewa kwa mchungaji anasema pepo toka, na asemi shetani toka au jini toka. Na kwa nini jini ukaa kwa mtu? Tena wanaweza kukaa majini 3 mpaka 7 kwenye kichwa cha mtu mmoja. Hapa pia niseme kitu, ngoja niache bwana, nitaeleza huko mbele. Basi tulikurumbana na mchungaji, vita hapa na pale, lakini yule mchungaji aliweza kukimbia. Alikimbia, tulijua kwamba huyu mchungaji imani yake ni haba. Alipokimbia na wale paka wengine na wenyewe wakatoweka, nikajua hapa hawana nguvu zozote hawa. Basi bwana, usiku ulifika, nikalala nikaota mkoa cheo ananiambia kwamba Sandra, kumbuka baba yako alikuweka huko kufanya kazi kwa sababu ya kutoa kafara ya damu. Usijisaulishe Sandra, bado nadaiwa damu. Kamtoe mtoto huyo kafara kwa ajili ya kuokoa uhai wa mdogo wako, na hili ni lazima, siyo hombi. basi na mimi nibidi nikubali bwana. Nilikubali, lakini kishingo upande. Niliwaza namna ya kumtoa kafara yule mtoto wa kiume, nikapata jibu. Kisha nikapanga siku ya kumtoa kafara. Nilipanga siku kwa sababu nilitaka kwanza nimpeleke kule kijini kwetu usiku kwa njia ya kichawi, kisha wakimuona na wakiridhika naye ndio nipange siku ya kumtoa kafara rasmi. Basi siku zikakatika, hatimaye mwezi mmoja ukaingia. Nikijifanya mpole sana, kila mtu mle ndani aliniona hivyo. Mume wa bosi alisafiri kikazi, na akisafiri huwa anakaa mwezi au miezi miwili. Sasa siku hiyo bwana, mke wa bosi alikuwa amepumzika, hajaenda kazini. Mara nyingi asipoenda kazini huwa ananikera sana, maana huwa anakagua usafi wa nyumba, madirisha na hata mapazia. Ananiambiaga niarudie wakati tayari ninakuwa nishayafua. Siku hiyo amepumzika, akaanza kuniambia eti nirudie kudeki nyumba nzima haijatakata. Lakini mama, mbona mimi nishapiga deki kote huku? Mimi ndo nimesema hapajatakata hapa, kwa hiyo anza upya. Nikaona sawa tu, huyu kumbe hajanijua huyu. Nikachukua ndoo na dekio nikaanza kudeki, huku namwangalia anavyokagua mapazia. Hata haya mapazia hajakauka haya, ukayafue upya. Yaani wewe unaloweka tu kisha unayaanika. Ona sasa yanavyofubaa mapazia yangu, umeanza kuyaharibu. Aliyatoa yote bwana, kayaweka chini. Yaani aliyeweka chini yakachafuka tena. Aisee, nilichukia. Nikajifanya nipo kawaida, nikachukua ile mapazia nikayapeleka uani kwa ajili ya kufua. Sasa kosa lilofanya, akarudi chumbani kwake, na mimi haraka na upesi nikaingia chumbani kwangu nikafanya mambo yangu ya kichawi. Nikayeyuka na kumfuata kule chumbani, nikamwona nabadilisha nguo, nataka kwenda kuoga. Nikafanya uchawi wangu bado simple tu, nikampa usingizi wa hatari. Akajikuta na laki tena na koloma mno. Sasa nilichokifanya, nikamwamsha akiwa bado kalala. Yaani yeye anajiona kalala, ila kwa ulimwengu wa kichawi yuko macho na napiga kazi na hakuna anayemwona, ila kila mtu ananiona mimi ndo nafanya kazi, kumbe mimi nimemsimamia pembeni. Wewe Vanessa, mama ndo kakwambia urudie kufua mapazia? Nikamjibu ndio. Alikuwa ni mpishi bwana, alikuwa ananiuliza. Nilijibu kimkato tu, maana sio mimi nayejibu bali ni mke wa bosi. Nikawa namuongoza akapeleka mapazia yote kule uani, maana wakati namfuata kiuchawi niliyarudisha ili aje ya bebe mwenyewe. Hapa naomba niseme kitu. Kama unatumikishwa kichawi huku umelala, utajikuta unaota vitu vya kutisha sana. Mfano, unaweza kuota unakimbizwa na simba, alafu unakimbia wala ufiki unakoenda, alafu hiyo ndoto inaishia hewani, haiendelei. Au unaota unakimbizwa na kitu alieleweki, kisha unatumbukia kwenye shimo refu na ufiki mwisho, kisha hiyo ndoto inaishia hapo, jua huo ni uchawi. Au unaota unaburuzwa upande wa miguu na kitu hata ukione.
jua uko na mkeo na kufanisha kazi. Sasa mke wa bosi alikuwa anaota hivyo wakati mimi namfanisha kazi. Nilimpeleka uani, akaanza kufua ile mapazia, akaianika yote. Mimi hapo na enjoy. Nikawa namuona mlinzi wa yule dada wa kupika ule wanaangaliana. Mlinzi na yule dada wa kupika wanaangaliana kwa huruma. Wakijua mimi ndo nipo nafua, kumbe wala nimetulia zangu. Alipomaliza kufua, nikampeleka jikoni. Akaanza kudeki kote mpaka barazani sehemu ya chakula. Nikarudisha sebuleni, akasogeza masofa yote na kudeki. Hivi unajua Vanessa, unajua yule mama mpaka sasa hivi hajaamka au ana tatizo? Aliongea mpishi huko anataka kwenda chumbani kwa bosi. Nikaona huyu ana kelele, usubiri nimuoneshe. Nikanyosha mkono wangu na kumshika kichwa bila yeye mwenyewe kujua. Maana yeye alikuwa anaona kuwa mimi ndo nafanya kazi, kumbe sio mimi. Nilipomshika tu kichwa nikamgeuza kumbukumbu zake na kukumbuka tena swala la bosi. Akageuka zake akaenda jikoni. Mimi nikaenda kumsurubu mtu wangu. Hapa pia nataka niwaambie kitu waungwana. Sio kila mtu unaweza kumsurubu, hapana. Kuna baadhi ya watu wana roho ya Mungu ndani yao. Mfano unaweza kumsurubu kama hivyo, yeye si anakuwa amelala, lakini akahisi anafanyiwa uchawi, akaanza kumwomba Mungu amepushe na hayo mambo yanaendelea. Tena namuomba Mungu huko amelala. Na Mungu umsikiliza. Na utashangaa wewe mchawi, nguvu zako zinaanza kupungua na mwisho mtu huyo ataamka. Mfano mtu akikabwa na jinamizi, mtu huyo anakuwa kama anajua kinachoendelea. Tena nasikia mpaka maongezi ya watu, lakini anakuwa hawezi kujiguza sehemu yote ya mwili wake. Hasa mtu huyu anatakiwa kumwomba Mungu hapo hapo alipo. Tena kama ni Mkristo, litaje mara 7 jina la Yesu. Utaona jinsi jini hilo la jinamizi litakavyokuachia. Sasa tuendelee na story yetu. Mpaka saa 10 jioni akawa ameshafanya kila aina ya usafi. Maana nilimpeleka mpaka chooni, tena choo ambacho tunatumia wafanyakazi wote. Nie. Mara mlinzi akaingia. Nye, mmekaa tu mama mpaka muda huu hajaamka. Mnajuaje kama amepatwa na tatizo? Wakati huo mimi ndo nilikuwa namalizia kumwagilia maua. Nikajisemea ngoja nimwache sasa, maana tokea asubuhi anafanya kazi tu mpaka sasa hivi saa 10. Nikarudi ndani nikafanya mambo yangu, nikamrudisha kulala. Kisha nikatoka mimi sasa nikawa namwagilia maua. Wewe nani? Hebu kamwamshe bosi bwana. Mimi hapa nimechoka, namalizia kumwagilizia maua hapa. Yule mpishi akaenda kumgongea mlango. Mama. Akamwita kwa kumgongea mlango. Be. Alikurupuka bwana. Akashangaa amechoka vibaya mno. Tena nasikia njaa ya hatari. Hebu niwekee chai bwana, nasikia njaa. Mama, sasa hivi saa 10, labda ule chakula. Saa 10? Ndiyo mama, ni saa 10. Vipi, mbona umelala sana sasa? Mimi hata sijui. Yaani mpaka mwili wote unaniuma. Yeah. Mama anajinyoosha tu. Mimi kuna chekelea. Nafurahi. Eti na yule mlinzi akaenda kumsalimia. Yaani ulikuwa kama wanajipendekeza hivi. Mama, habari za jioni. Nzuri. Leo sijui hata imekuwaje. Yaani nimepitiwa na usingizi kizembe sana. Na mimi ikabidi sasa nijitokeze nisionekane nimewatenga. Nikaenda na mimi nikamsalimia. Akaitikia akaniuliza, "Umeshamaliza kazi nilizokupa?" Nikamwambia ndio. Hakuongea tena, akaendelea kula. Na sisi tukatoka. Nilianza kumchukia sana huyu mpishi, maana alikuwa anajipendekeza sana kwa mke wa bosi. Usiku wake kama saa 7 hivi, niliamua niende nikawange kwenye nyumba za watu. Unajua sisi wachawi, yaani kuna kama msukumo fulani hivi. Kuna kitu kinakukereketa ufanye jambo, na usipofanya uwezi kutulia. Sasa mimi sikuoni nikawa nakereketwa. Nikawangi kwenye nyumba za watu. Nikaona nimchukue yule mfanyakazi mpishi anajifanya kujipendekeza kwa bosi ili awe kama chambo. Yaani nisionekane mimi, aonekane yeye. Hapa pia nataka niwaelezee kuwa mchawi yeyote anapoenda kuwanga usiku, kama nyumba hana uhakika nayo, ni lazima awe na mtu au mtoto wa kumtoa kafara. Yaani akifika kwenye nyumba hiyo lazima amtangulize kwanza mtu. Akiona amepita ndani bila wasiwasi, basi anajua nyumba hiyo haina zindimu.
ila kama inazindikwa, yule mtu aliyetangulizwa lazima aumizwe. Either anaweza kunasa asitoke au anaweza hata kufa. Na wakati unamchukua huyo mtu, hakikisha amelala, ndio unamwagia dawa za kumpumbaza, kisha unaondoka naye. Sasa bwana, tukafika kwenye nyumba moja, nikamtanguliza yule mfanyakazi. Aise Vanessa, una mambo wewe binti wewe. Aise, una mambo. Msikilizaji, ni mkasa wa kweli, ni simulizi ya kweli. Inaenda kwa jina la Vanessa. Japo napokea meseji wanasema mkasa wa Vanessa achana nao, lakini mimi nataka nikawafikishie ujumbe kwamba uchawi upo na wanafanya hivyo. Kuna baadhi ya vitu ni vya kujifunza kwenye hii simulizi ya Vanessa, mchawi wa dunia. Hebu tukutane katika sehemu ijayo, itakuwa ni katika sehemu ya 5. Lakini simulizi inakaribia kuisha. Nakaribia kuisha. Hapa tulipofika, tumefika kama kwenye nusu hivi. Bwana, Vanessa ndo hivyo, matimbuli kama yote, lakini sasa hivi ameelekea kuanga, anaelekea kwa nyumba nyingine, anaenda na mfanyakazi. Sasa mfanyakazi huyo anayeenda naye hajui lolote. Ndio maana bwana, unaweza ukaonekana wewe ni mbaya kwenye jamii, kumbe kuna mtu anakutumia. Unaweza wewe mtu akachezewa akaenda kuombewa akakutaja wewe, na wewe hujui kinachoendelea, kumbe wewe unatumiwa na nguvu za giza. Kikubwa ni nini? Kikubwa na cha muhimu ni kusari. Ukiwa unasari, hamna mtu ambaye anaweza kukutumia kiuchawi au kwenye mambo yake. Ukisari unakuwa bwana umetengana na nguvu za giza. Tukutane katika sehemu ijayo. Kwa leo sina la ziada. Tukutane katika sehemu ya 5. Mimi ni Anko G. Ukipenda unaweza kuniita Jeft bwana. Bye kwa leo.